Habari za wakati huu mtazamaji, karibu katika kipindi cha The Story Hub. Nami ni Israel Sonyama. Leo niko na wageni wawili. Mgeni wa kwanza hapa ni dada yangu anaitwa Shaku na niko pia na Faraja. Mada yetu ya mezani leo ni kuhusu ni kwa nini kijana anaweza kuishi na mwenzi wake kwa muda mrefu, ila katika swala la ndoa imekuwa changamoto kwao. Nikianza na dada Shaku. Unahisi ni kwa nini kijana anaweza kuishi na mwenzake kwa muda mrefu, ila ukimwambia kuhusu aingie katika ndoa au afunge ndoa inakuwa changamoto kwao? Asante sana kwa kunikaribisha. Kama alivyonitambulisha kwa majina, anaitwa Shaku. Nikizungumzia changamoto ambazo kijana anapokaa na mwenza wake wanashindwa kuoana, inatokana kama pale wanapokuwa katika kipindi hicho katika mahusiano yao, huwa kuna vitu ambavyo huwa wanapitia. Inaweza ikawa katika swala la fedha inakuwa hajatimiza. Kwa hiyo kumbuka, ndoa pia ina changamoto kubwa, kwa mpaka uingie katika ndoa inahitaji kidogo uvumilivu. Okay, sawa Shaku. Umesema ndoa ina changamoto kubwa, lakini mnaishi pamoja, kwani ukiingia kwenye ndoa kuna vitu ambavyo vinabadilika? Hapana, tunaweza tukasema mna vitu vinavyobadilika, lakini kuna ile hali ambayo ukitofautiana mkiwa pamoja hivi na mkiingia kwenye ndoa ni vitu vili tofauti. Kuna mambo lazima atakuwa anabadilika. Ukiacha huku mnapokaa pamoja, lakini mkishaingia kwenye ndoa kuna yale mambo ambayo kama mwanamke inabidi ajimaintain kama wife. Na nikizungumzia hivyo namaanisha kwamba mwanaume anapomwoa mwanamke wake, anavyokaa naye ndani akiwa kama mke, kuna vitu anabidi amgharamikie kama mke wake, ahakikishe majukumu yake yote ya msingi hapo ndani. Kwa lazima kabla mjingie kwenye ndoa mjipange. Sawa, asante sana. Nikija kwa dada yangu Faraja, wewe una wazo gani kuhusu vijana huwa na changamoto ya kuingia katika ndoa ili hali anaishi na mwenzi wake pamoja? Asante kwa nafasi hii. Kama alivyonitambulisha kwa majina, anaitwa Faraja John. Yeah. Kwa mimi ninavyoona ni vijana wanaogopa kusalitiwa. Yeah. Kwa kuwa kwa mwanamke akiingia kwenye mahusiano wakakaa pamoja, Mungu angusamani. Kwa mimi ninavyoona changamoto kubwa wanazoogopa kupitia wakishangwa, maana kwanza ndoa ni muunganiko wa watu wawili ambao ni watu wenye jinsia mbili tofauti, ambao ni mwanamke na mwanaume. Kwa wanaume wanachoogopa sana ni kusalitiwa. Maana mtu ukiwa katika ndoa kuna ile katika uchumi kuna hali ya kupanda na hali ya kushuka. Kwa hiyo atakuwa na hofu ya kwamba vipi kama nikishuka mwanamke akanikimbia, na unakuta mwanaume ashampenda kabisa. Sasa mwanamke akamwacha huko, itakuwa ngumu kwake kuendelea na maisha au kuwa na msoto mkubwa hivi. Sawa. Okay, nikirudi kwa dadangu Shaku, wewe umejipangaje? Unategemea kuolewa lini kwa malengo yako wewe? Kwa mimi si mseme, lakini naona nisiwe na haraka ya kuingia katika ndoa, kwa sababu katika ndoa unaweza ukawa umekimbilia umeharakisha uingie, alafu kuja kukutana na mambo magumu. Nikisema hivyo namaanisha wanaume siku zote sio watu wa kuamini sana. Kwa hiyo lazima kwanza umchunguze kweli huyu anafaa, anaweza kuwa mwanaume wako wa maisha, kwa sababu unajua binadamu umeumbiwa ni kutamani. Kwa unaweza sasa ukawa naye alafu kumbe yeye anakutumia tu, ana mtu ambaye kwa malengo naye hivyo. Okay, kwa hiyo unafikiria wewe unaweza kumchunguza mwenzi wako kwa kipindi cha muda gani na yeye anaweza kuchunguza wewe kwa kipindi cha muda gani? Kwa mimi naweza nikitolea kwa mfano, mimi naweza nikamchunguza mwenza wangu hata kwa miezi miwili. Miezi miwili inatosha kumchunguza? Ndio, inatosha kabisa. Kwa yeye sijajua, lakini kwangu mimi naweza hata miezi miwili nikamchunguza na kweli nikajua huyu ananistahili. Okay. Na Faraja, wewe unaweza kumchunguza mwenzi wako kwa muda gani? Kwa mimi hata miaka miwili. Maana wanaume wana tabia za kubadilika. Anaweza kumchunguza kwa muda mfupi tu akakuonesha labda upande wake mmoja. Akaja kuingia naye katika ndoa akakuonesha tena upande wake wa pili. Kwa hata miaka miwili
Okay. Kwa hiyo unafikiria kwamba ndoa ni ngumu? Ndoa sio ngumu. Ni kutokana tu na mtu unavyoiendesha. Maana ndoa pia inahitaji akili. Sawa. Okay, kwa jinsi ndoa ilivyo na jinsi unavyofikiria ndoa ilivyo, wewe unahisi ndoa ni ngumu? Ndoa ina ugumu wake na ina urahisi wake pia. Nikisema kwenye ugumu wake, kama alivyosema mwenzangu, inahitaji akili kweli, kwa sababu ukiingia hivi hivi katika ndoa bila kutumia akili, unaweza ukakutana na vitu vikubwa sana. Kwa mfano, pengine labda mwanaume kipindi au kumchunguza hapo nyuma alikuwa labda na mahusiano na mtu mwingine, na labda akakuficha kuwa labda alizaa naye hivyo. Kwa unaweza ukaingia kwenye ndoa ukaja kujikuta migogoro inakuja, mara anakuletea watoto wa nje, anaanza kukwambia kuwa mimi nilioa sijui nini. Hapana, inabidi mkae wote chini, mchunguzane, mpate kuelewana, ili ujue mtakapoingia kwenye ndoa hakuna swala la kufichana, kila mtu anamweka mwenzie wazi. Sawa. Na unadhani kwamba mazingira wanaoishi wazazi nyumbani au walezi yanapelekea moja kwa moja kuwaathiri watoto na wenyewe kuwa na hofu kuhusu ndoa? Pia inatokea, kwa sababu mtoto lazima angalie mzazi jinsi anavyoishi, apate uelewa wake na aone pale mzazi wangu anaishi hivi, basi na mimi nitakuwa kwa kutumia misingi. Kwa wazazi wakiwa wana changamoto nao katika ndoa, afu mtoto vile anavyokuwa anaona wazazi wangu mbona na migogoro hivi, mara kuna kusalitiana, kuna kunini hivyo. Kwa hiyo inasababisha mtoto anakuwa naye yupo katika kundi hilo hilo, na jinsi anavyokuwa anaweza akaja naye akalisi vile vile alivyokuwa akifanya mzazi wake. Okay, kwa hiyo mtoto anaweza kuwa na hofu kutokana na wazazi wanavyoishi, inamjengea kuwa na hofu kuingia katika ndoa. Nao pia ni sababu pia. Kwa hiyo tunaona kwamba miaka kadhaa mbele, idadi kubwa ya vijana watakuwa wengi ambao hawajaingia kwenye ndoa, ile wanaishi na wapenzi wao, ila hawatakuwa kwenye ndoa. Kwa maana hiyo tunataka kusema kwamba masuala ya ndoa, kufunga ndoa miaka ijayo inaweza ikaja ikafifia kabisa, ikaisha, watu wako wanaishi pamoja lakini hamna ndoa. Maana mpaka sasa tunaona idadi kubwa ya watu wanaishi pamoja lakini tunaambia kuhusu ndoa na kuvuka. Unaonaje, itakuwa hivyo kweli au haitakuwa hivyo? Kwangu mimi, kwa maono yangu ya mbele, naweza nikasema inaweza isiwe hivi. Hii ni swala la muda tu. Kwa hiyo unaona nini kifanyike ili kuwasaidia vijana ile hofu iondoke na wasiwe na hofu, waweze kuingia katika ndoa? Asante sana. Kwangu mimi naweza nikasema ushauri ambao naweza nikawashauri vijana waingie kwenye ndoa, nikisema kwamba kabla ya kuingia kwenye ndoa wahakikishe wanapata elimu ya jinsia kwa upande wa ndoa. Nikimaanisha hivyo kwamba pale wanapoenda kupewa hilo darasa la kuhusu swala la ndoa, lazima kuna vitu ambavyo wataelekezwa ili kuepukana navyo. Itasababisha mahusiano yao kuwa mazuri na kuendelea vizuri. Naona hiyo ni sawa pia, kuwa na elimu ya jinsia ya ndoa. Sawa, asante sana. Nikirudi hapo kwa dada Faraja, wewe unahisi ni jambo gani lifanyike ili kusaidia vijana waingie kwenye ndoa? Maana tunaona vijana wamepata changamoto, inawezekana ni uchumi lakini asilimia kubwa tunaona wanakuwa na hofu kwamba ndoa ni kitu kigumu. Unaona ni kitu gani kinaweza kikasaidia vijana kuondokana na hali hiyo? Kwa mimi ninavyoona, inabidi kwanza wachunguzane kwa muda mrefu. Yaani waende hata huko ukooni, wajue huyu katokea uko gani, chimbuko lao lipoje, wanaamini nini, hawaamini nini. Hata ikibidi hata miaka 5. Maana wengine ukiwaambia mimi nipo kwenye mahusiano kwa miaka 5 na kuona wewe mshamba, mimi mwenzako miezi 2 tu. Kwa hiyo mimi ninawashauri ni wachunguzane kabla ya kuoana, ili wajuane kiundani, na sio tu ile tu mtu anakuonesha rangi yake ya juu juu alafu kwa chini kumbe ni vitu viwili tofauti. Sawa. Kwa hiyo mpaka hapo tukichukua vitu ambavyo umetuambia, tunaona kwamba vijana wanatakiwa kusaidiwa waweze kuondokana na ile fikra. Pia vijana wanatakiwa kuwa kuchunguza. Sasa tukiangalia kuhusu
kwenye swala la kifedha, lakini tunaona kwenye swala la kifedha sio shida, maana ndoa za mkeka zipo za bei nafuu kabisa. Basi tunaona tumejifunza kutokana na hivyo vitu kwamba vijana ili waweze kuingia kwenye ndoa inabidi kwanza wazazi wao wenyewe wawajengie watoto mazingira mazuri ambao yatawaondolea hofu vijana kukataa kuingia kwenye ndoa. Asante sana mtazamaji, natumaini umejifunza kitu katika kipindi hiki cha The Story Hub. Mimi jina langu ni Israel Mswanyama. Leo nilikuwa na Shaku, nilikuwa na Faraja. Katika mitandao ya kijamii utanipata kwa jina la Mr. Mswanyama. Ndugu yangu Shaku hapo utampata kwa Shakis. Kwa ndugu yangu Faraja hapo utampata kwa Mrs. Vicky. Asante sana. Katika channel ya YouTube utatupata kwa jina la Mr. Mswanyama. Asante sana.